Hamisi, Ndio. unaamini kuna maisha baada ya kifo? Eh, Binafsi ninaamini kuna maisha baada ya kifo. Wapi huko? Kulingana na mapokeo mbalimbali na dini zetu zilivyotuelekeza namna gani kwamba maisha ya mwanadamu duniani hapa pamoja na huko maisha ya mbele milele. Sasa unaamini kuna jehanamu na mbinguni? Ndio, naamini hivyo kulingana na vitabu vyetu vinatuambia kwamba kwa wale waliofanya mema wakati wako duniani na wale waliofanya maovu, basi kuna malipo baada ya kufa kwao. Sasa Hamisi, wewe ukijiangalia ni raia mwema au sio raia mwema? Ah, Binafsi kwa kujitathmini naweza kujisema kwa ni nusu kwa nusu kwamba siwezi kujiwekea kwamba ni raia mwema moja kwa moja, kwa sababu matendo yote Mwenyezi Mungu anajua nia ya mtu husika. Aya, asante sana Hamisi. Sasa Mungu ameweka siku ambayo atatuhukumu wanadamu na ataangalia kama tumevunja sheria zake au hatujavunja sheria zake. Unazifahamu amri 10 za Mungu? Amri 10 za Mungu nazifahamu. Amri ya 9 inasema usiseme uongo. Toka umezaliwa mpaka leo umesema uongo mara ngapi? Siwezi kuhesabu kwamba nimesoma huko mara ngapi, lakini kuna mazingira fulani yakitokea, basi kuna uongo unaweza kukubalika katika mazingira hayo, lakini uongo ulishai kusema kama mwanadamu. Haya, naona mwenzako anacheka. Kwa hiyo anayesema uongo anaitwa Hmm? anayesema uongo anaitwa Huyo anasema uongo maana yake sio mkweli, mimi nikisema uongo utaniita nani? ni muongo. Basi uongo. Amri ya 8 inasema usiibe. Toka umezaliwa mpaka leo umewahi kuchukua chochote kisichokuwa cha kwako bila kujali gharama yake? Hapana, sikuwahi kuchukua chochote. Ah, wewe ni mwanafunzi. Mimi sio mwanafunzi. Umewahi kumiliki simu janja? Ndio. Umewahi kudownload mziki kutoka kwenye internet? Hapana, sijawahi kudownload. Aha. Umewahi kwenda sokoni ukanunua kitu halafu kuchukua risiti? Eh, Nilishawahi. Unajua usipochukua risiti unakuwa umeiba. Usipochukua risiti unakuwa umeiba. Nikasema kama unavyoangalia tegemea na kiwango cha bidhaa unanunua sokoni. Kwa hiyo hapo unakuwa umeiba kidogo. Kihalisia umeiba. Haya, sawa. Kwa hiyo nayo umevunja. Sasa amri ya 7 hii nayo, amri ya 7 inasema hivi usizini. Lakini Yesu akasema hivi, yeyote amwangaliaye mwanamke wa kumtamani amekwisha kuzini naye ndani ya moyo. Umewahi kumwangalia mwanamke wa kumtamani? Ndio, kama mwanaume rijali. Kama mwanaume lijali. Sawa. Sitaki kukuuliza kama umewahi kufanya uasherati au hujawahi kufanya uasherati, hiyo weka moyoni, lakini kama umewahi kufanya uasherati hilo ni kosa. Sasa aa, aa, Mungu akikuhukumu sasa hivi kwa kuzingatia kwamba wewe mwenyewe umekiri kwamba ni mwongo, ni mwizi, unazini ndani ya moyo, Mungu akikuhukumu sasa hivi unaenda wapi? Njia inajulikana, lakini inachobakia ni ile huruma ya Mungu kwa mja wake. Sawa. Sasa jaribu hiyo mahakamani, unasema mimi ni kweli niliiba, hakimu ninaomba unisamehe, kwa sababu ndo huruma hapo, unatafuta huruma. Ukiomba hakimu akusamehe, atakusamehe? Hawezi kukusamehe. Sasa Hamisi, Mungu ni zaidi ya hakimu, kwa sababu yeye anajua kila kitu toka umezaliwa mpaka leo. Kwa hiyo ina maana kwamba ana rekodi zako zote. Umewahi kusikia mstari mmoja Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa maana nyingine Hamisi, kwa sababu umetenda dhambi, Mungu amekuhukumu kifo. Wewe na mimi tunasubiri siku yetu kufika. Lakini unajua Mungu alifanya nini ili sisi wenye dhambi tusiende motoni? Ndio. Alifanya nini? Ameweka huruma kwa waja wake. Sawa. Sasa umewahi kusikia Yesu alikufa msalabani?
Ndio ndio. Ehe, maana yake ni hii, ukielewa itakusaidia sana, na wewe ni mtu mzima, unaweza ukatafakari wewe mwenyewe tu kwamba wewe na mimi tulivunja sheria ya Mungu. Yesu akafa msalabani akalipa faini. Ni sawa na wewe ukipelekwa mahakamani, akitokea mtu akakulipia faini, hakimu anasema Hamisi, ulikuwa na faini, lakini kuna mtu amekulipia, uko huru kuondoka. Mbinguni hatuendi kwa sababu ya matendo yetu, tunakwenda kwa sababu ya rehema za Mungu. Ndio hiyo kwamba sio kwamba mimi nasali sana au siji natenda mema sana ndo nitaenda mbinguni. Hapana, tunaenda kwa rehema za Mungu. Na Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu ili kusudi tusiende jehanamu. Na ni kitu ambacho kinachotakiwa ni kuomba rehema mbele za Mungu, lakini cha pili cha muhimu ni kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ninatamani kwamba kwa sababu ukitubu dhambi zako Mungu anasema anazifuta dhambi zako zote, unakuwa kiumbe kipya. Mimi nikusii Hamisi, nenda katafakari kwa moyo wako wewe mwenyewe, alafu uangalie, kwa sababu hakuna kitu kibaya sana kama mpaka siku ile ya mwisho ndio unakuja kuona kwamba kumbe nilikosea. Uzuri Mungu utakwenda kutafakari haya. Nitaenda kutafakari. Nashukuru sana Hamisi kwa kunipa muda wako. Asante sana. Asante sana.